Haya basi, leo nataka niwaonyeshe kitu hapa tena, jinsi nilivyopiga biti hapa kama unavyoiona. Kwanza nitatamani uisikie inavyo sound, alafu baadaye utaiona jinsi ambavyo nimepiga kila kitu. Tuisikilize kwanza hapa. Basi biti yangu ndo ina sound hivyo, lakini naona kuna kitu hapa natakiwa kukirekebisha. Sio hiki ambacho nilikuwa nimekipiga. Hii Nexus 3 hapa nimezingua, ngoja nikiliplace na Nexus 2. Ambapo nilipiga kitu kama hiki kwenye Classical hapo, nikaja nikapiga kitu, nilichagua hii dance guitar, nikaja nikapunguzia baadhi ya vitu. Haya, kwa biti yangu ni kama hivyo ulivyoisikia. Na kama umefuatilia hivi karibuni, nimekuwa nikiposti biti ambazo zina sound kama hiki kitu ambacho umekisikia. Kwanza kitu ambacho nilianza kupiga hapo, nilipiga kodi ambayo ni hii hapa. Kodi yangu nilipiga kwenye flex na nilichagua nylon guitar kwenye flex. Ya kwenye hii General MIDI library, au unaweza ukasearch hapa nylon guitar, itakuja hapo, utachagua kwenye floor 26 flex, ndio inaonekana hivi. Kwa sound yangu ikawa inasikika hivi. Hii ndio ilikuwa chord progression ambayo nilikuwa nimeipiga. Hiyo ndo chord progression ambayo nilipiga. Kuna bass note nilizipiga huku chini, nadhani hapo ulikuwa hujaziona hizi chini, ambapo imefuata tu G4 huku G3, kaja nikachukua hii E5 nikapiga E3 hapa, lakini pia nikachukua hii C5 nikapiga C4 hapa, nikapiga D4 G4 hivyo, kwa ina sound hivi. Bila kusahau tempo ya biti yangu ni 80 hapa. Tempo ya biti yangu ni 80. Kwa chord progression ilikuwa ni hiyo, lakini nikaja nikapiga kitu kingine cha pili ambayo ilikuwa ni gitaa. Kama unafuatilia sana video ambazo na upload,
utaona kwenye hii gita niliongezea ili kupata tu ile ladha ambayo ni kama bass note ambayo ni kwenye flex, nika clone ile nylon gita ikatokea, yani nimepiga sound ile ile ambayo nimepiga kwenye chord progression. Lakini kingine hapa, kabla ya kusikiliza, unaona hizi velocity zimepishana huku, unaweza ukazishusha na mkono au ukabonyeza alt pamoja na R, ile alt pale pamoja na R, afu itakuletea kidude kama hiki piano roll randomizer. Utazima kwenye pattern, ukiwasha kama unavyoona inabadilika hivyo, kwa utazima kwenye pattern afu utacheza na velocity kama unavyoona hapo, unaweza ukachezesha ikapanda ikashuka kwa kama hivyo. Kwa hiyo ndo ambacho nilikuwa nimekifanya hapo. Kwa ina sound hivi. Hivyo ndo inavyo sound. Hiyo iliongeza ile ladha kwenye chord progression yangu kwa kuongezea kitu kama hiki. Lakini pia nikaja nikafanya kitu kingine hapa, nikapiga kitu kingine ambacho ni hii string guitar ambayo ipo kwenye flex. Unaweza ukasearch pale string guitar au kwenye library, ukaenda kwenye general midi library ukachagua hii ya kwanza hapo, string guitar inaitwa 12 string guitar. Kwa nikapiga kawaida tu kabisa, nisikuweka vitu vingi, lakini ikawa ina sound hivi. Lakini pia na yenyewe nikabonyeza alt na R ili kupata hiyo velocity hapo. Haya, kingine nilichokuja kupiga kama ninavyosema, sikupiga vitu vingi sana, nikaja nikapiga bezi ambayo hii bezi ilikuwa na sound hivi, na ni bezi ambayo ni ya stock plugin ya ndani humo kwenye FL Studio, inaitwa 3X OSC, ambapo ni bezi nzuri, ukiseti inasikika, inakuwa na sound nzuri. Mimi napenda kutumia mara nyingi na ina sound hivi. Kwa hivyo bezi yangu ndio ile sound hivyo simple kabisa, lakini baada ya kuvisikiliza na vitu vingine ikawa ina sound poa. Nikaja nikapiga kitu kingine, marimba za kwenye expand 2, marimba kwenye mallets pale, unachagua hizi marimba na ndo zikawa zina sound hivi, na nilizipiga simple pia kama unavyoziona zikawa zina sound hivi. Kwa hivyo ndivyo marimba zangu zilisound bila mambo mengi, ni kama niligusa tu. Lakini nikaja nikapiga kitu hiki hapa kwenye Nectars, ambapo nilitumia Nectars 3, lakini naona imenizingua hapo. Nimerudi kwenye Nectars 2 hapa, nimechagua kwenye classical, nimechukua hii dance. Kuhusu inavyo sound nitakuonyesha nilichokifanya kwenye mixing, kwa ikawa ina sound hivi. Sasa kuhusu inavyo sound hivyo, nimeifanyia modulation, ambayo hii modulation nimeiongezea hapa kwenye mix yangu. Wakati nafanya mixing ya hivyo vinanda, nikachagua Fluid Frangers, ambapo hii hapa ukija huku ndani kuna sehemu unaweza ukasearch hapo, ukaja kwenye hii modulation. Modulation ndio imefanya hicho kinanda kiwe na sauti hiyo inayosikika. Bila Frangers itasikika hivi.
Mimi huwa napenda kutumia hii fruit flankers kwa sababu kuna muda inaleta ladha fulani hivi kwenye kinanda. Kinaweza kikawa kilikuwa kina saundi kawaida, ila ukiongezea kinaleta ladha ambayo itafanya biti na saundi au kinanda kina saundi vizuri. Kama unavyosikia hapa haina, inaonekana kawaida, haina mvuto, haina ladha, lakini baada ya kuiwekea fruit flankers na kuchagua modulation ikawa ina sound hivi. Kwa hivyo hicho ndicho nilichokifanya, lakini nikaja nikapiga kitu kingine tena ambacho ni hiki hapa. Hii ni violin ambayo inatoka kwenye stock plugin ambayo ni Sakura. Nikachagua STR violin hiyo FG. Kwa hapo ukija kwenye Sakura hapo utakuja kwenye string, utachagua STR violin FG, ndo inayo sound hivyo. Kwa violin yangu ikawa ina sound hivi. Ikawa ina sound hivyo. Ukisikiliza pamoja na vitu vingine ndo utaona ile ladha halisi ya kile ambacho umekipiga. Ukisikiliza hivi kimoja kimoja unaweza usielewe, lakini nikaja nikapiga nikaongezea vitu vingine kwenye percussion yangu. Nikapiga hii low tom ambayo yenyewe ilikuwa inalia kama hivyo. Sikufanya vitu vingi, iligonga tu hivyo, lakini nikaja nikapiga kitu kingine VTLC ambavyo hivi ni vitu vya ndani ya FL Studio kama unavyoona. Lakini pia nikaja nikapiga tom, kama unavyoiona hapo. Lakini pia nikapiga hii VTMA, wengine wanapenda kusema mchicha, lakini hii niliwekea vitu viwili, nikaiwekea na hi-hat hapa ili kuondoa ule nilikuwa sitaki iwe kali sana. Hiyo MA ni kali sana, kwa hiyo nikazishusha nikapiga hizo mbili ili kupata ladha hii hapa. Baada ya kufanya hivyo ni vitu vyangu vyote ambavyo nikawa nimevipiga, lakini nikamalizia kwa kupiga snare ambayo ilikuwa ni kawaida tu, haina mambo mengi kama hivi. Hiyo ndo ilikuwa snare yangu, lakini nikapiga kiki pia ambayo ilikuwa haina mambo mengi kama hivi. Hivyo hasa kwa upande wa mixing nikaja nikafanya hivi. Kwa kuanzia nikaja hivi siku hiki nilikiwekea Fruity Stereo Shaper, lakini hiki sikukiwekea kitu chochote, ila tu nilivipani hivi kwenda kushoto na kulia. Lakini tom hii nikaipani pia kwenda kushoto na kulia, nikaiwekea Fluid Parametric Equalizer, ambapo nikachagua quick roll off ambayo hii inakuwa inakata zile bass frequency ambazo zipo, nikasogeza huku. Kama unavyoona hapa wameandika sub bass, low mid, high mid, treble. Kwa biti kadri inavyozidi kusogea huku inakuwa ina ubezi, kadri unavyozidi kwenda huku inakuwa inapanda kwenye utwita. Kwa kama hutaki kitu kigonge kwa bezi sana, unasogeza huku kwa kuchagua hii quick roll off. Kwa hicho ndo ambacho nilikifanya kwenye hicho, lakini kwenye VT pia nikawekea hivyo parametric equalizer tu,
kwa ajili ya kukata zile base frequency ambazo zipo kwenye hizo tom zangu. Kwa baadaye nikafanya hivyo pia kwenye tom nyingine hiyo, lakini kwenye hii marimba hii, kwenye hii marimba yenyewe tufanye hivi, tuanzie na hiyo chord progression. Nilichokifanya kwenye hii yenyewe niliwekea Fruit Parametric Equalizer na nikakata tu hizo low frequency huku. Sikufanya vitu vingi sana, kwa nikaiacha ili sound na ule natural wake, ila sikutaka tu hizo bass note zipige kwa kiasi kikubwa. Lakini pia nikaja nikapiga hii ambayo nimekuonyesha kwa ajili ya kuongeza ladha kwenye kodi zangu, na yenyewe nikaiwekea Fruit Parametric Equalizer, nikakata low frequency hapa kwa kuchagua hii hapa low off ili kukata hizi bass note. Kwa mfano hapa kama unavyosikia kwa kadri unavyozidi kusogeza huku inakuwa inaenda kwenye utwita, tuseme kwa lugha rahisi. Kwa ukiacha ikiwa huku itakuwa inapiga sana zile bass notes, zinagonga sana, mziki unaweza ukawa sio mzuri kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo unaweza ukapunguza kulingana na kile wewe unachosikia. Kwenye kiki niliongezea Fruit Parametric Equalizer, ambapo kiki yangu ipo huku hapa, nikaekea Fruit Parametric Equalizer, nikaja hapa nikachagua kwenye kiki hapo, afu nikaongezea kidogo, nikaiongezea ubezi kidogo tu, hata sio sana, na ndio ikawa ina sound hivyo. Lakini pia nikaja nikapiga kitu kingine ambacho ni snare. Snare yenyewe nikaiongezea, snare nadhani kuiongezea chochote kwa sababu tayari yenyewe ilikuwa kwenye sample pack ambazo ninazo tayari ilikuwa imeshaongezewa. Unaisikia hapo ina reverb kwa mbali, kwa imejitosheleza, sikuongeza kitu chochote. Lakini nikaja nikapiga hili gitaa hapa, lenyewe nikaiongezea vitu viwili, nikaongezea Fruit Parametric Equalizer kukata low frequency, lakini pia nikaongezea Fruit Stereo Enhancer kwa ajili ya kuipani, yani ikae kushoto na kulia, kuenhance ili isikae katikati, lakini pia nikapani kwenda kushoto hapa kidogo, na ndio ikawa ina sound hivyo. Ambapo bila Fruit Stereo Enhancer ina sound hivi, na nikiweka inakuwa hivi. Kingine nilichokuja kukipiga hapo, hizi sikufanya nayo chochote. Hii marimba yangu hii niliongezea tu Fruit Stereo Enhancer, lakini pia nikapunguza volume kidogo. Lakini pia hapa ukiongezea hii inaipani yenyewe kidogo, unakuwa unafanya kulingana na wewe jinsi unavyosikia. Hasa ukiwa umevaa earphone au unatumia monitor speaker, unaweza ukaona ukafanya kulingana na sauti unayoisikia na kitu kikawa kizuri. Lakini pia hii ndo nimekuonyesha niliongezea Fruit Flanger ili ya kupata modulation.
ambayo ni hii hapa. Bila hivyo inalia hivi, na ukiweka Fruit Rangers inakuwa hivi, na nikaona ina saundi vizuri. Hii violin yenyewe nilichokifanya ni kuiwekea tu reverb. Hapo niliweka Fruity reverb tu, nikaiongezea tu kidogo kama unavyoona hapa, kama hivyo. Kwa hivyo ndivyo ambavyo nimejaribu kuongeza vitu kwenye vinanda vyangu, lakini kwenye master nilitumia vitu viwili ambapo ni Fruit multiband compressor na transient processor. Beat yangu ikiwa pamoja na hivyo vitu nilivyovitumia kwenye mastering inasikika hivi. Hivyo ndivyo inavyosikika, lakini nikizima hivi vitu vyote beat yangu inasikika hivi. Angalia hapa jinsi inavyokuwa ina punch ya shiba, yani inakuwa haijashiba sana, lakini nikiwasha compressor, unaona hapa inaongezeka punch. Hii pia inakuwa ina kelele. Kwa ili kukata hizi kelele nikatumia hii transient processor. Hii inakuwa ina utulivu na kelele. Kwa hapo unaweza ukachagua wewe ambacho unaona ni sawa, lakini unacheza sana sana na release. Kwenye kuchagua hapa utachagua mara nyingi, kama wewe ni mgeni unaweza ukachukua hii soft attack, au ukachagua default ukacheza na release, ukaipunguza mpaka hapo unapoiona, au vile unaposikia wewe kama kelele zinapungua au zinazidi. Kwa hivyo ndivyo ambavyo najaribu kuimix beat yangu na ikawa ina sound hivyo. Kwa baada ya hapo sasa nikajaribu kuisikiliza, kupreview beat yangu, ikawa ina sound hivi. Kwa hivyo ndivyo beat yangu ikawa ina sound, na hii beat nitaiposti kwenye moja ya beat zangu ambazo zitakuwa zinafuata hapo, itakuwa inaitwa Rudi. Kwa unaweza ukaiangalia hapo kuipreview ili uweze kujua ilikuwa ina sound vipi baada ya kufanyika kila kitu. Kwa hiyo tuishie hapo kwa sasa hivi. Kama una kitu chochote unaweza ukashare hapo na tukaendelea kufanya vitu vingine vikaenda vizuri kabisa. Chao.